Itatusaidia wananchi wetu na vijana wetu, hasa vijana, kujikwamua kiuchumi wakati wanatunza mazingira. Zao la kwanza ni kokoa. Kokoa inaenda na ndizi. Mkoa wa Morogoro unaongoza kwa kilimo cha ndizi, wilaya ya Morogoro ya kwanza kwa kilimo cha ndizi. Kokoa inaenda na ndizi. Kwa analima ndizi na kokoa, anapata fedha wakati wanatunza mazingira. Tulime karafuu, zao la kimkakati. Tulime mchikichi, zao la kimkakati. Tulime parachichi, zao la kimkakati. Tulime pilipili manga ambayo inalimwa na kupanda kwenye misitu. Kilo moja pilipili manga nyeusi shilingi 27 mpaka 30. Kilo moja ya pilipili manga nyeupe ni shilingi 120 mpaka 1.5 kwa kilo. Mchele kilo moja mbawa mbili kula na bwana super shilingi 4,000. Ipi bora? Wakati anapanda mazao ya kimkakati anakuwa anafanya utaratibu wa kufanya uhifadhi wa mazingira bonde letu la Kilombero. Kwa tutafute mazao ya kimkakati. Niwapongeze sana AWF pamoja na wadau wote ambao wameshiriki katika semina hii kwa sababu mnatoa elimu. Pale Mgeta mmetoa zaidi ya miche 99 ya kokoa wamepanda na migomba imeanza kukua. Baada ya miaka mitatu wameshavuna ndizi, wakati huo kokoa inaanza kuvunwa kwa miaka 100 ijayo. Ni zao la kimkakati, anapata fedha kupitia mfumo stakabadhi sakara ambao umetengenezwa, itakuwa jambo zuri. Niwaombe wadau wa mazingira tuwapelekee mazao ya kimkakati. Nimeona step walituletea miche 16 Mako 6 Rivers, kila mtu alita miche na nyinyi mtamiche. Niwaombe katika haya mshirikiane na halmashauri zetu, halmashauri zinazotengeneza bonde la Kilombero. Bonde 65% ya bonde iko Kilombero, Ulanga na Marini wanachangia 35% zilizobaki. Unaona focus inakuwa Kilombero, lakini wale wako milimani. Sasa milimani sio tatizo. Je, kunaweza kupanda pilipili manga? Kwa pilipili manga unapanda kwenye mti, alafu inakuwa yenyewe. Unaweza kupanda miti nje yote ukapanda pilipili manga, inakuwa kwa sababu inahitaji mti na ina miti mingine. Kwa hiyo tuwe na mazao ya kimkakati ambayo yatafanya kazi nzuri ya kulinda maeneo. Tulinde vyanzo vya maji, tuhakikishe kwamba tunabuni mikakati ya kulinda vyanzo vya maji. Bonde la Kilombero nimesema linakuwa na mito 38 kwa sasa, ilikuwa 60, nazidi kupungua kwa sababu shughuli za binadamu. Kwa sababu hiyo Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ameridhia na kupandisha hadhi pori la akiba la Kilombero kwa pori tengefu kwa pori la akiba kwa ajili namba 64 ya tarehe 17 mwezi wa 2 2023. Maana yake ni kwamba kwenye pori la akiba la Kilombero chini ya TAWA, ndani yake shughuli za kibinadamu hazitakiwi, mifugo haitakiwi, kilimo hakitakiwi, uvuvi hiyo kwa kibali mahususi kutoka halmashauri na watu wa TAWA. Nasikitika TAWA leo hawako hapa. Lakini vile vile tulipandisha hadhi kuwa na Iruma ambayo iko kati ya Ulanga pamoja na Kilombero. Vijiji 15, 8 Kilombero, 7 Ulanga. Iruma ndo mdomo wa Nyerere National Park. Nyerere National Park ndio unapita mto Kilombero. Pori akiba la Kilombero kuna mto Kilombero ambao maji yake 65 alisha kwa bwawa la Nyerere. Tuna kazi kubwa kwa sababu shughuli za kibinadamu hazifanyiki ndani ya pori la akiba la Kilombero, kwa kutoa elimu, kwa kuchukua tahadhari, kwa kutoa wale wavamizi na kutoruhusu mifugo ifanyike ndani ya pori la akiba la Kilombero. Lakini pili, kuhakikisha kwamba tunalinda ile mito ambayo inalisha mto Kilombero. Ukienda kule Luipa, napongeza watu wa Luipa, ukienda pale Mgeta, ukienda pale Ikwambi, kazi nzuri amefanya KOCD. Nenda pale mtu umechepushwa kwa shughuli za binadamu. Tuna shughuli ya kuhakikisha kwanza tunatunza mita 60 kwa kutoa elimu kwa kushirikiana na viongozi wa maeneo husika, lakini pili tunahakikisha kwamba tunapeleka mazao ambayo yanalinda vyanzo vya maji. Kwa mfano tupeleka mchaichai. Mchaichai ni sehemu ya kulinda vyanzo vya maji. Ni zao zuri. Nini faida za mchaichai? Nani anaweza kanipa mchaichai akashinda kupata? Mchaichai una faida kubwa sana kama zao, lakini kama sehemu ya ulindaji wa vyanzo vya maji. Miti gani ambayo inafaa kama mazao ya biashara lakini inalinda vyanzo vya maji? Nenda wataalamu, peleka katika mito ile. Nenda mto Mchiwachiwa, mto Mbingu, mto Ruipa, mto Mgeta, mto hapa mto Rumemu, kulinda vyanzo vya maji. Niwashukuru wote wadau, wajumbe wa KNCC, wajumbe wa network hii kwa kukubali kuhudhuria katika kikao hichi na kuwa miongoni wa washirika wa kuweza kuhifadhi bonde letu la Kilombero. Tunajua mengi kuhusu umuhimu wa bonde la Kilombero, limekuwa likielezwa na viongozi wetu na sisi tunatambua. Kuna masuala ya umeme, masuala ya chakula, masuala ya maliasili. Haya yote yanasemwa, lakini ukiangalia chanzo chake, mafanikio yake ni sisi ambao tunajitoa kwenye uhifadhi.
kwa niaba ya ofisi ya mkuu wa mkoa, napenda tukuwaomba tuendelee na moyo huo. Mwisho wa siku tutafanikiwa. Sisi ofisi ya mkuu wa mkoa ndio linki kubwa sana ya wananchi na ofisi za serikali. Kama kuna lolote lile ambalo linaonekana ni kikwazo ambalo linatakiwa msaada wa ofisi ya mkuu wa mkoa, viongozi wetu wako tayari na ni wahifadhi wakubwa sana. Kama unaona kuna lolote ambalo linahitaji msukumo wa ofisi ya mkuu wa mkoa, ofisi ile iko wazi na sisi kwa pamoja tutafanya jambo hili kwa pamoja.